za Mungu ndani ya maisha ya Mkristo. Nilifundisha, ukipata nafasi rudi kwenye notes zako ulizoandika, ukipata nafasi ingia kwenye YouTube. Utakuta kuna portion pale imeandikwa kwa ajili ya wewe kujikumbusha na kufahamu. Na nilizungumza nikasema tuko kwenye nyakati zinazoitwa nyakati za nguvu zake, ambazo mtumishi wa Mungu Daudi alipata nafasi ya kuona. Kuna siku na nyakati ambazo Mungu amelichukua kanisa lake. Ziko nyakati na majira tofauti tofauti ambaye Mungu amechukua nyakati zake. Kanisa lake limepita kwenye vipindi tofauti tofauti. Niliwaambia kuna nyakati za mvua za kwanza, kuna nyakati za mvua za pili, kuna nyakati za mvua ya kwanza na ya mwisho anachanganya. Na sasa kuna Biblia inaita kuna nyakati za nguvu zake. Na nilisema Ukristo bila nguvu hauna ladha. Ukristo bila nguvu hauna ladha. Itakuwa ni dini kama dini zingine tu, wala hazina tofauti. Kinachotofautisha Ukristo na madhehebu mengine ya Budha na madhehebu mengine ni nguvu ya Mungu ambayo inakuwepo kujidhihirisha katikati ya utendaji wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilisisitiza zaidi umuhimu wa Mkristo kujaa nguvu. Kwa mfano Biblia inasema mtu akizimia siku ya taabu, nguvu zake ni nini? Ni kidogo. Haisemi Ukristo wake ni kidogo. Inasema nguvu zake ni kidogo. Nguvu zinapopungua zinaweza zikasababisha maisha ya kiroho ya mtu yakawa chini sana. Na nguvu ina tabia ya kuongezeka, lakini pia nguvu ina tabia ya kushuka, kutegemea na mtu. Yesu ameguswa pindo la vazi, alisema nguvu zimenitoka. Hakusema Roho Mtakatifu amenitoka. Ndio maana ukienda kwenye Biblia utaona wameunganisha mistari miwili, Roho Mtakatifu na nguvu, haiachani. Roho Mtakatifu na nguvu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Roho Mtakatifu hakutoka, ila nguvu ndio zilitoka. Kwa hiyo hii elimu ya nguvu za Mungu ni elimu muhimu sana kwa faida ya mimi na wewe katika nyakati hizi za siku za mwisho. Hatuwezi kuepuka haya mambo kwa sababu ndivyo Biblia inavyotutaka tu. Nguvu za Mungu mahali pako pa kazi, nguvu za Mungu kwenye maisha yako, nguvu za Mungu zinazokusaidia ili upate kufika na kwenda mahali ambapo Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuko kwenye nyakati za siku za mwisho ambazo Biblia inaziita nyakati za nguvu. Neno la Mungu linasema utukufu wake kwenye nyumba ya mwisho itakuwa ni mkuu kuliko nyumba ya kwanza. Kuonekana kwake, kujifunua kwake. Yaani kiujumla tunapozungumzia nguvu tunazungumzia udhihirisho wa Mungu. Manake anaonekana, anapaswa aonekane tofauti na alivyoonekana kina Elia na kina Musa na kina Haruni na kina Elisha. Katika nyakati hizi namna alivyoonekana kwa kipindi kile, anataka aonekane zaidi ya kipindi kile. Ndio maana anasema utukufu wake kwenye nyumba ya mwisho, kujulikana kwake, kujifunua kwake kutakuwa ni kukubwa zaidi ya namna alivyojifunua kipindi cha kina Elia, kipindi cha Musa na vipindi vile vya manabii wa kipindi kile. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo kuonekana kwake, kujulikana kwake, kufahamika kwake, kutenda kwake, kutatua kwake matatizo yetu kunatakiwa kuwe zaidi ya namna alivyoonekana kwenye nyakati za kina Musa. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua vitu hivyo itakurahisishia kuona utofauti kati ya dini na uhalisia wa neno. Ukijua tu utofauti huo. Kwa sababu utakuwa unaona huyu Mungu tunayemwabudu kila siku kanisani anaonekana, anajifunua, anajidhihirisha. Maana kama alifanya kwa kina Musa, anafanya kwetu zaidi, maana yake tunatakiwa tumuone zaidi.
inatakiwa ajifunue zaidi. Sasa ikishafikia namna hiyo, ndipo utakapojua kwamba nini kisababisha haya mambo yote yakatokea. Biblia inaita ni nyakati za nguvu, ambazo kanisa ambalo ni mimi na wewe. Na nilikwambia kanisa, mimi sizungumzii jengo, kwa sababu Yesu haje kunyakua jengo, anakuja kunyakua watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukipiga picha kanisa, ukapiga picha jengo, ukaona namna hiyo, kuna mahali utakwama. Na wewe hupaswi kukwama, kwa sababu unatakiwa ujue kanisa ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nilizungumza juu ya nguvu za Mungu na umuhimu wake. Sipendi kurudia kule, kwa sababu hatutafika tunapotakiwa kwenda leo, maana nina pointi moja ambayo nataka uijue kwa undani kidogo. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Labda niseme hivi, sio rahisi Farao akakuachilia huru ama akakuacha uende bila kwanza kujidhihirisha kwa nguvu za Mungu. Sio rahisi. Uwe kwenye maisha ya vifungo, uwe kwenye maisha ya utumwa, uwe kwenye maisha ya kukaa kwenye magereza yoyote yale, uwe kwenye maisha ya kuzuiwa na nguvu yoyote ile, iwe ni nguvu za giza, iwe ni nguvu za kichawi, iwe ni nguvu za Farao yoyote kwenye maisha yako ambaye unaona anakutesa. Aliwatesa Israeli kwa miaka 430, lakini ilifikia hatua akawaachia. Nenda uangalia aliwaachia kwa sababu gani? Ilibidi nguvu za Mungu ziingie kazini, kujidhihirisha na kujifunua, ndipo akanyosha mkono apate kuachia watu. Kwa hiyo sio rahisi mapepo yakamwachia mtu kikawaida, kama yuko kwenye dini, kama yuko kwenye dhehebu, kama yuko kwenye kanisa tu, hajihusishi na vitu vya namna hiyo. Sio rahisi. Yatakuacha uingie ndani, ukitoka nje pale yana wewe. Yatakuacha uingie ndani, ukitoka yanakusubiria barabarani, au yanakusubiria nyumbani, au yanakusubiria kwenye mtaa. Kwa nini? Yanatakiwa yaone udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako, ndipo yanafikia hatua yananyosha mikono, yanaondoka. Ndio maana Daudi anasema, kwa ajili ya wingi wa nguvu zako adui zako watakuja kunyenyekea. Kazi mojawapo ya nguvu ni kuhakikisha kwamba Farao atake asitake anakuachia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Narudia tena, sio rahisi Farao akakuachia. Muulize mwenzako, Farao wako ni nani? Farao wa maisha yako ni nani? Farao wa uchumi wako ni nani? Farao wa familia yako ni nani? Farao wa nyumba yako ni nani? Farao wa mtaa wako ni nani ambaye hataki uende? Mwambie leo lazima kuachie huru, kwa sababu nguvu za Mungu zinaingia kazini kumlazimisha akuachie, atake au anataka. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo tunapozungumzia maisha ya uhuru, maisha ya kuwa mbali na uonevu, maisha ya kuwa mbali na magonjwa, maisha ya kuwa mbali na maumivu, maisha ya kuwa mbali na madhaifu, ni matokeo ya utendaji wa nguvu za Mungu kuingia kazini kukusaidia. Chapie Bwana Yesu makofi. Hayo makofi hayatoshi. Hayo makofi hayatoshi. Inawezekana Farao yuko kwenye biashara, inawezekana Farao yuko kwenye familia yako, inawezekana Farao yuko kwenye uchumi wako. Mahali popote ambao unaona huwezi kwenda, unajaribu inagoma, unataka kwenda inagoma, unajaribu inakataa, unataka kusogea inakataa. Ukiona hivyo, wewe una uhakika kuna Farao, na huyo Farao hashughulikii kwa maneno ama kumwambia Farao unajua nimeokoka. Haimtishi shetani. Shetani analazimishwa kutii pale ambapo nguvu za Mungu zinaingia kazini. Haleluya, 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 haleluya. Ndio maana nilisema kumwamini Yesu peke yake hakutoshi, bila kuamini kila ambacho amekibeba. Biblia inazungumzia imani kwenye nguvu zake,
Wengi imani kwenye nguvu kwa kanisa inakuwa haizungumzwi. Watasema imani kwenye dini, watazungumza taratibu za dini za kawaida, mapokeo ya dini kawaida, lakini habari za nguvu za Mungu kuweza kuingia kazini na kuhakikisha watu wanakuwa huru huzikuti, kwa sababu hawajui kwamba ni imani pia ambayo mtu anatakiwa kuwa nayo ili apate kutembea kwenye maisha yaliyo huru mbali na magonjwa. Iwe fungu lako kwa jina la Yesu Kristo. Iwe fungu la nyumba yako kwa jina la Yesu Kristo. Kuna imani katika damu. Kuna imani katika damu. Lazima ujue damu inafanya nini. Hii damu ya Yesu tunayoizungumza inafanya nini? Kuna imani katika neno. Hili neno tunalozungumza lina nini? Lazima ujue vitendea kazi vya nguvu ili kuvishirikisha katika maisha yaliyo huru. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa hebu kwa mfano sema fungua na mimi kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2:4. Kwa mfano tu mdogo wa kawaida nikuelezee tu kidogo. Wakorintho wa kwanza 2:4 mpaka 5. Korinto wa kwanza 2:4 mpaka 5. Angalia mfano wa Paulo anapozungumza. Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu ya nani? Ya Mungu. Unaona, imani katika nguvu ya Mungu. Paulo anajaribu kuambia alivyokuwa na wahubiri, hakuwa anawahubiri mafundisho ama maneno yenye ushawishi wa kibinadamu au yenye ufasaha mzuri sana wa lugha au yenye kutaja andiko hili na andiko hili na andiko lile. Anasema kuhubiri kwake Injili, kuzungumza kwake habari za Yesu hakukuwa kwa maneno tupu, bali kulifuatana na udhihirisho wa Roho Mtakatifu na nini? Na nguvu. Lengo kubwa tunapozungumzia nguvu za Mungu, ili watu wasiweke imani kwenye hekima za watu, hekima za kibinadamu, bali wawe na imani katika nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa maneno machache Paulo anazungumza hivi kwa lugha rahisi. Anasema kuwa mafundisho na kuzungumza kwake hakukuwa na maneno yenye hila, ujanja. Utazungumza hivi, unajua hii ni siku, unajua hili, yani una twist, kuna ujanja fulani wa kuhubiri. Maneno yenye ushawishi wa akili. Mtu akikusikiza kwa jinsi ya akili anaona huyu ni sawa. Paulo anasema hakuhubiri hivyo. Maneno yake na mafundisho yake hayakuwa kwa hivyo. Anasema maneno yake na mafundisho yake yalikuwa na uthibitisho wa utendaji wa nguvu za Roho Mtakatifu. Maana yake akizungumza juu ya uponyaji, nguvu ya Roho Mtakatifu inajifunua pale kwa ajili ya kuponya. Akizungumza juu ya uwezo wa Mungu wa kuwaweka watu huru, yale maneno hayaji mikono mitupu, yanakuja na udhihirisho wa utendaji wa Mungu ndani. Ndio maana imani haiwi kwenye maneno, ipo kwenye matokeo ya utendaji. Ndio maana ufalme wa Mungu haupo tu kusema kwamba ufalme wa Mungu uko juu yangu. Ufalme wa Mungu hauji kwa maneno, unakuja kwa nguvu, unaambatana na nguvu za nini? Za Roho Mtakatifu, ambazo zinakuwepo kwa ajili ya kudhihirisha, kwa ajili ya kuponya, kwa ajili ya kuokoa, kwa ajili ya kuweka huru, kwa ajili ya kuinua, kwa ajili ya kubariki, kwa ajili ya kuwafanya watu wa Mungu wapate kufurahi. Ndio maana nina uchuki na dini, kwa sababu ukikuti kwenye dini unakuta na maneno tupu ambayo hayana uhalisia katika utendaji wake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Biblia inasema kila kuhubiri, anasema kila mtu akihudumu ama akihubiri, hahubiri kwa kadri ya nguvu anazo
jaliwa na Mungu. Unaona, nimekuja hapa kuhubiri, manake nimeomba nguvu fresh, upako mpya, ili maneno yangu yasiwe maneno tupu, bali yafuatane na uwezo wa Mungu kukusaidia. Ndio maana maneno yataingia kwenye moyo, ndio maana maneno yataingia kwenye roho yako, maneno yataingia kwenye maisha yako. Utaona kama unainuliwa kutoka kwenye hali ya kuchoka, unaingia tena kutembea kwenye nguvu. Kwa nini? Yale maneno ya hayawi tupu, yanafuatana na nguvu ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hii haijikiti. Nilimsikia mtu mmoja siku moja naongea naye, kwa naongea na mtu mmoja, alafu nikaongea naye, kumbe ni mchungaji wa kanisa fulani, sipendi kumtaja. Alafu anasema hicho ulichokuwa unamwambia huyu kijana wangu ni cha Mungu. Ni mimi nimesoma theolojia. Amesoma elimu ya nini? Ya theolojia. Maana yake elimu ya Mungu. Sio mbaya, ni nzuri. Lakini ninaongea, ananipima kwa usemaji wa kithiolojia. Kipimo chake ananipima namna ambavyo amesoma nini? Theolojia. Sikiliza. Haya mambo ya nguvu hayategemei umesomaje theolojia. Hayategemei una ufasaha wa maneno kiasi gani. Hayatokee kiasi hapo umezungumza historia ya Biblia kiwango gani. Haya maneno yanapaswa yaambatane na nguvu ya Mungu. Na nguvu ya Mungu ina gharama kutembea nayo. Chapie Bwana Yesu makofi. Hayo makofi hayatoshi. Hayatoshi hayo makofi. Kwa hiyo Paulo anasema si swala la ufasaha wa maneno. Kuna watu wanazungumza wanapangilia. Issue si ya kupangilia. Issue maneno yako yanaambatana na nguvu za Mungu. Issue sio kujua historia. Unaweza kujua historia ama ujue watu wanaofundisha theolojia, wengine ni wavuta sigara na wengine ni wavuta pombe. Wapo walimu wao wanaovuta hivyo vitu. Lakini issue sio yote hayo. Issue ni nguvu ya Mungu inayotembea. Iko kwa ajili ya kuokoa, iko kwa ajili ya kuponya. Kwa sababu hiyo nguvu ndio Yesu alisema wasubiri Yerusalemu mpaka wavikwe uwezo utokao juu ili wawe mashahidi. Wawe mashahidi maana yake kuna mahali Yesu anashtakiwa. Wanasema Yesu hawezi kuponya. Shahidi anapokuwepo, lugha ya kimahakama, anathibitisha uponyaji wa Yesu sio tu kimaandiko bali kihalisia. Anapatikana mtu anaponywa hapo hapo. Hao ndio mashahidi wanaotembea na nguvu za ushahidi. Chapie Bwana Yesu makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo lazima ujue, sio issue ya ufasaha wa elimu, sio issue ya ufasaha wa lugha unayoitumia na mpangilio wako, sijui kutoka kichwa kuja mguu, sijui kuja wapi. Si issue hiyo. Tunataka tuone nguvu za Mungu nyuma ya maneno yako. Nguvu zipo au hazipo? Tuko sawa? Tuko sawa. Kwa hiyo anasema wala sio elimu. Ndio maana ukisoma Biblia Mungu alichagua hata mtu asiyokuwa na elimu. Unawajua wavuvi? Unawajua wavuvi? Wavuvi wale wanakuwa wameenda shule. Wanaojua wanaenda kuvua, wakisharudi hapo hapo wataoga hapo hapo kwenye ziwa, watapika ugali wao mkubwa hapo hapo na samaki hapo hapo, wakishamaliza tena wanavyo. Ni watu wa kawaida ndio Yesu aliwachagua, asilimia kubwa ya watu wasio na elimu. Hata wale watu walikuwa wanasoma, wale watu wa dini wasema hawa watu tunawatambua hawana elimu yoyote, lakini walikuwa wanatembea na uthibitisho wa Yesu ni nani. Chapie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa la siku za mwisho ni kanisa la udhihirisho wa nguvu za Mungu. Kanisa la siku za mwisho ni kanisa linalotembea na nguvu za udhihirisho wa kiungu. Ndio maana Ukristo haui kwenye maneno, uko kwenye nguvu. Amen. Na hizi nguvu ambazo zinaachiliwa ndio zinamfanya mtu apate kutembea kwenye utawala. Sema utawala. Zinalifanya kanisa litembee katika umiliki na utawala. Mungu alijua ya kwamba tuko kwenye dunia iliyojaa giza, imejaa mapepo, imejaa wachawi, imejaa washirikina, imejaa wanga.
akajua hawezi akaliacha kanisa hivi hivi, lazima alifunike na nguvu zake ili lipate kudhihirisha kwamba Mungu ni nani hapa duniani. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa sababu mwenye nguvu ndiye anayetawala, bila nguvu huwezi tawala. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Wakati mmoja nilimhamisha binti yangu, nilikuwa ninakaa naye kwenye shule. Wakati nilikuwa sijui, nikamhamisha kutoka kwenye shule alikuwa anasoma, alafu nikampeleka shule nyingine. Alafu kulikuwa kuna jirani yetu Kiwazi, akauliza, nimemhamisha huyo binti kwa mamlaka yapi? Unajua anapozungumza mamlaka yapi? Anazungumzia kwa nguvu ipi? Kwa hiyo kwa akili yake alijua yuko juu yangu, siwezi kufanya kitu kwa maamuzi yangu, kwa sababu kuna namna fulani ana nguvu zaidi yangu, lakini hakujua tuna mamlaka zaidi ya mamlaka zingine zozote. Haleluya, 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 haleluya. Ndio maana hata miujiza ilipokuwa inafanyika, wale viongozi wa kikuhani wa kipindi kile, viongozi wa dini wanauza, kwa mamlaka ipi mmefanya hii na kwa jina jipi mmefanya hii? Maanake wanajaribu kuuliza ni mamlaka ipi, ni nguvu ipi iliyo nyuma ya utendaji huo. Na sisi tunamwambia ni nguvu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Chapie Bwana Yesu makofi. Bila nguvu watakukalia kichwani asubuhi mpaka jioni. Bila nguvu watakutesa hujapata kuona. Bila nguvu watakunyanyasa. Ndio maana kanisa limepewa nguvu lipate kutembea kama mtawala katikati ya miliki za giza, lipate kutembea kama mmiliki katikati ya nguvu za giza. Tukifika wanasambaa, tukifika wanatunyoshea vidole, tukifika wanasema wale waliopindua ulimwengu wamefika mahali hapa. Ndio fungu letu kwa jina la Yesu. Hayo makofi hayatoshi kwa heshima ambayo Mungu amekupa. Kanisa halijaitwa kwenye unyonge, limeitwa kumdhihirisha Mungu katika nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nguvu zinapokuwepo zinadhihirisha wewe ni nani, zinadhihirisha wewe ni mwana wa Mungu, zinadhihirisha wewe ni mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mwambie mwenzako, uko tayari kupokea nguvu za kutawala? Mwambie tena. Wakati ndio tumeanzisha hapa, tulipambana na nguvu za giza peupe. Unajua peupe si katika roho tu, peupe. Walikuwa wanakuja watu wamevaa yale manani yao yale, mnanielewa? Wanasimama pale, Waarabu wanacheki, naendelea kufundisha, wanaangalia, ni hasira. Huku mtaani tukavuruga huko, ikawa ni nguvu za Mungu, watu wanachanganyikiwa, wanaropoka. Siku zote nguvu za Mungu zinapokuwepo, utashangaa watu wanaanza kupiga kelele hata wewe huna habari. Watapiga mwano, hauna habari. Unafikia ni maneno ya kuambia mimi nimeokoka. Wangapi waliokoka wanagaragazwa? Ni watu wajua kutembea na nguvu ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo nakufundisha kitu muhimu cha kubadilisha maisha yako kuanzia sasa kuendelea. Ulikuwa unatawaliwa, sasa unapaswa utawale. Ulikuwa unamilikiwa, inatakiwa sasa umiliki. Ilikuwa unatiishwa, inatakiwa sasa uanze kutiisha. Waliokuwa na kunyanyasa, wewe ndio waweke chini ya miguu yako upesi. Haleluya. Ndio urithi ambao tumeupata katika Agano Jipya tulionalo kupitia kazi ya Yesu pale msalabani. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ndio maana katika kitu unachotakiwa kutamani, tamani nguvu. Tamani nguvu, tamani wanaita huko upako, tamani upako. Na mimi nakufundisha namna ya kupata, nakufundisha namna ya kuishi nao, nakufundisha namna ya kufanya uingie kazini ili kukutoa kwenye Ukristo wa kutegemezi kila siku. Kila siku wewe ni kwa kugaragazwa tu, kila siku unagaragazwa tu. Uingie kwenye kugaragaza wewe sasa. Chapie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Jaa nguvu, utaona wanakuogopa.
Jaa nguvu, utaona wanakukimbia. Jaa nguvu, utaona hawakusogelei, wanafanya tu, wanafanyana, wanasoteana zoteana. Kwa nini? Kuna kitu kimekufunika ambacho sio cha kawaida. Chapie Bwana Yesu makofi. Hayo makofi hayatoshi. Kwa hiyo utapima kanisa na namna linavyotembea na nguvu za nani? Ndio utalipima kanisa. Usipime kanisa kwa sababu ni dhehebu ama majengo, utakwama. Linatembea kwenye nguvu za nani? Za Mungu. Udhihirisho wa nguvu za Mungu. Linatembea kwenye uwezo wa nguvu za Mungu. Ndio maana aliambia wasubiri Yerusalemu, wavikwe uwezo utokao wapi? Juu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Hili kanisa ambalo Mungu analitengeneza ndio linapatikana katika Isaya 2. Isaya sura ya 2. Ndilo hilo linalozungumzwa, Isaya sura ya 2. Ule mstari wa kwanza hadi wa 2. Kanisa la siku za mwisho. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Wewe Baba ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Imba ni wewe Baba, wewe Mungu wetu. Sikiliza Isaya 2:1-2 nasema hivi. Hili ni neno alilonena Isaya mwana wa Amozi katika habari za Yuda na Yerusalemu. Na itakuwa katika siku za mwisho. Sema siku za mwisho. Watu wanatafuta kujua siku za mwisho, zipo kwenye Biblia. Hizi ni siku za mwisho tulizo. Kwa hiyo nikitafuta kuona unabii wa kanisa wa siku za mwisho, naenda kwenye Biblia. Nikienda kwenye vitabu vingine nitataka kuthibitisha anachosema ndicho kimeandikwa humu. Sasa hapa Isaya anasema itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi kwa makundi. Manake Isaya anazungumza kanisa la siku za mwisho ni kanisa itakalokuwa juu zaidi ya milima. Milima manake tawala, mamlaka, iwe ni sultani. Ni kanisa lililoko juu, watu wanaliona kutokea juu, juu katika utendaji, juu katika nguvu, juu katika mamlaka, juu katika utukufu. Liko juu ya milima yote, manake kanisa linatembea kwenye utawala. Na mataifa wote watauendea makundi kwa makundi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Lamani ya kanisa ambalo Mungu analitaka ninalotembea kwenye mamlaka, sura ya kanisa ambalo Mungu analitaka, analitengeneza, analijenga, ninalotembea kwenye udhihirisho wa nguvu za kiutawala, linawekwa juu ya wachawi, linawekwa juu ya wanga, linawekwa juu ya washirikina, linawekwa juu ya watesi. Ni kanisa ambalo Mungu analitengeneza na kuliandaa kabla ya ujio wa Yesu Kristo. Yesu hawezi akaja bila kwanza kanisa kutembea kwenye udhihirisho. Hawezi. Watakuwa wanajiuliza, hao walokole ambao tuliwajua jana ni maskini, imekuwa kuwaje leo mambo yao yamebadilika? Imekuwa kuwaje leo maisha yao yamebadilika? Imekuwa kuwaje leo wana maisha namna hiyo? Wanakuangalia kutokea nyumbani unapoishi, wanaona utofauti. Wao wanakwenda kwa waganga, wewe wala uendi kwa waganga. Wao wanakwenda kutafuta nguvu za giza, wala wewe uendi kutafuta nguvu za giza. Ghafla wanaanza kukufuatilia, huyu mtu anasali wapi? Wanagundua hapa.
wakiangalia una amani nyingi, wakiangalia una furaha nyingi, wakiangalia mfukoni mambo sio mabaya, mambo ni mazuri. Wanasema no, sisi kwa Mungu wetu tumejaribu, tumeshindwa. Hebu tusaidie, siri yako ni nini? Unaambia siri ni Yesu anayetoa nguvu zake. Ndiyo inatakiwa kanisa lifikie hatua namna hiyo, wakiona watu tofautishe na waganga. Sio wao kwa waganga na wewe kwa waganga, wao kwa wachawi, manake mnashare nguvu. Nguvu zetu ni zaidi ya nguvu za waganga na wachawi. Ukiona tu mtu aliokoka ama ni Mkristo anakimbilia kwenda kwa waganga, kuna shida, hajui tena. Biblia inasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kujua tumaini la wito wake jinsi ulivyo, kwa msaada wa Roho, hekima na ufunuo. Alafu mpate kujua urithi wa watakatifu, urithi ambayo Mungu amewaandalia watakatifu, baraka alizowaandalia watakatifu. Alafu mpate kujua ubora wa ukuu wa uweza wake. Manake nguvu za Mungu ni kuu na bora zaidi ya nguvu zingine, hazifananishwi na nguvu za wachawi, waganga wala washirikina. Niwe shindana nikapambana na mchawi mmoja peupe kwa macho hivi. Nikamwambia wewe, akanambia mzee, mimi sasa tupatane, nitakuja katika nyie watatu, nitatembelea mmoja mmoja, nitampiga kipapatio mmoja hapa, alafu sitamuua, atakwenda hospitalini kulazwa. Akienda kulazwa nitakwenda kumtembelea, nitamwambia sasa ili nikiondoe inabidi huwe mshirika wetu, manake naye ajiunge kwenye nini, kwenye uchawi. Nikamwambia okay, well and good. Unataka kuanza kufanya kazi ya uchawi? Nikamwambia wewe ni mchawi kijana, hujajua uwezo tulio nao. Alijaribu siku moja, anambia vipi mambo tayari, wale watu watatu washatembea, uko anakimbia. Tuna nguvu zaidi ya nguvu zao, tuna uwezo zaidi ya uwezo wao, tuna jina zaidi ya jina lao, tuna damu iliyo bora na ya thamani zaidi ya damu wanazotumia wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo kanisa ambalo Mungu analiandaa aliko kwenye maneno, liko kwenye udhihirisho, liko juu ya, linatembea kwenye viwango na kwenye mawimbi ya nguvu, kwenye frequency za upako. Na zile frequency zinazotembea juu ndio zinaathiri kazi zote za giza, zinanyenyekesha kazi zote za giza na zinasimamisha kazi za Bwana. Ndio aliyesema nimewapa mamlaka. Unajua inatokea wapi? Analiambia kanisa, nimewapa mamlaka nyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu, wala hakuna kitakachowadhuru. Chapie Bwana Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kanisa la siku za mwisho ndio linaloonekana kwenye Isaya 2:1 mpaka 2, linawekwa juu ya, liko juu ya, linatembea kwenye viwango vya kiroho, linatembea kwenye maarifa ya kiroho, linatembea kwenye hekima ya kiroho, linatembea kwenye nguvu za kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Wakitaka kwenye mtaa, sikiliza jamani, ndio maana Biblia inakuita umefanywa kuwa mfalme na nani? Wewe ni mfalme na kuhani. Inakupa vyeo viwili. Wewe ni mfalme na kuhani. Vyote hivyo ni udhihirisho wa utendaji wa nguvu za Mungu ndani ya mtu aliyeamini. Haijalishi ameamini jana, anapewa hiyo zawadi ya nguvu. Tuko sawa? Lishe mazingira. Wewe ni mfalme, wewe ni mtawala kwenye eneo ambalo Mungu amekuita akakuweka. Wewe ni mtawala kwenye huo mtaa, wewe ni mtawala kwenye hicho kijiji, wewe ni mtawala kwenye hiyo ofisi, wewe ni mtawala kwenye hiyo kaya, wewe ni mtawala. Ndio maisha Mungu anayataka.
Wakitaka kuja kuloga hapa kwenye mtaa, wanakumbana na kizingiti cha maombi yako, wanakumbana na upinzani wa maombi yako. Unavyoomba kwa ajili ya mtaa, unaubeba mtaa wote, kijiji unabeba kijiji chote. Ghafla yale maombi yanakaa, yanakutengenezea Mungu uhalali wa kumiliki ule mtaa ama kile kijiji. Baada ya muda wanashangaa vitu vyao haviendi, wanasema huyu mtu anatuletea shida, anatuharibia kijiji chetu. Na wao wanasema siharibu, natengeneza kijiji. Chapie Bwana Yesu makofi. Wakati tumefunga maombi ya siku 21 kipindi fulani, siku 28, alafu mshirika wetu mmoja alikuwa anaenda dukani kununua kitu dukani pale, akakuta kuna watu wamevaa nguo nyeusi peupe. Nasema peupe maana yake kwa jinsi ya mwili. Alafu anashangaa, anapiga simu, yule mtu anasema warokore wameharibu kabisa mambo yetu, wameharibu mambo yetu, wanaomba masaa yote. Kumbe wakati mwingine hata hatupo, tumelala, wao wanafia tunaomba, kumbe yale maombi yanazidi kunena tu juu kwa juu. Wameharibu. Sasa tunafanyaje? Anatafuta ushauri. Kuna namna fulani ukianza kusimama kwenye mamlaka hii, utashangaa kuna falme zinaanza kutikisika, utashangaa kuna nguvu zinaanza kuharibika, mifumo ya giza inaanza kutikiswa na kuharibiwa. Wataanza kutafuta ni nani huyu basi ambaye anafanya haya mambo. Wanakuta ni wewe uliokoka, unanena tu kwa lugha rapa shataka rika tapasaka. Hauna kibandiko cha dini, una kibandiko cha damu ya Yesu kwenye kinywa chako. Tuko sawa? Lazima unapokaa paathiriwe. Hapa hajaathiriwa, unaathiriwa wewe. Pima maisha yako tu wewe mwenyewe kama umekaa sawa. Wewe yapime maisha yako kama yamekaa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu analiangalia kanisa hapa, anatikisa kichwa, anasema sio lile ambalo nataka liwe. Sio lile. Nimeelewa kanisa linalotembea katika mamlaka na katika utukufu. Wakati mmoja hatujawekea umeme huku Nyakato. Nilipata nafasi ya kutembelea ofisi za watu bila kujua. Nikaanza hospitali, nikaenda mahakamani, nikamalizia polisi, nikamalizia na TANESCO. TANESCO hawakujua. Nimefika pale, ninaomba, nazunguka kwenye zile ofisi, hawajui. Ninaomba. Ilikuwa tu kupata umeme ilikuwa ni shida. Walimwambia mtu mmoja ambaye alikuwa anatafuta namna ya kuchanga michango na kutushirikisha kwamba wanataka karibia milioni 1 ili ndio watuwekee umeme kutoka kilomita karibia 3 kutoka mjini kutuletea hapa. Mimi nikaanza mandoriba shataya, natembea na nena, nabadilisha hali ya kiroho ya eneo ili kuondoa ufalme za giza na marushwa na mauharibifu, kusimamisha ufalme wa Mungu ambao unasimama katika haki. Yule bwana alipata pesa, akampelekea kiongozi wa hilo taasisi. Alikataa baada ya maombi. Alikataa. Akasema tutawafungia tu. Ni nani anakataa milioni 1? Amepewa. Tena akishajua kwamba anakuja kufunga, maana yake anakubaliana zaidi. Kwa sababu anajua iko kwenye track hiyo. Mkristo sio wa kawaida. Ndio maana wanaokusumbua wewe wanajisumbua wao. Ukijitambua tu wewe ni nani, vitu vinabadilika. Kwa sababu wewe sio wa kawaida. Wewe ni wa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Sema Baba, katika jina la Yesu, nipe neema yako ya kusimama kama mwana wa Mungu katika nyakati hizi. Ondoa udhaifu ndani yangu, ondoa uzito ndani yangu, ondoa kila aina ya mateso ndani yangu. Nisimamishe kwenye kusudi lako, kwenye mahali ninapoishi, kwenye sehemu ninayofanyia kazi, kwenye biashara ninayofanyia kazi, na kwenye hatua zangu. Badilisha kabisa maisha yangu ya kutukuze wewe. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo nimekwambia hili ni kanisa ambalo natakiwa litembee kwenye nguvu. Nilikuwa nasoma ushuhuda wa Marekani. Kuna kanisa moja, kuna mitaa ilikuwa inaongoza kwa vibaka. Sema vibaka. Polisi wamejaribu, wamechemka.
Baadaye wakalishirikisha kanisa. Kanisa likaenda kwenye ile mitaa, halina bunduki, halina upanga, lakini lina silaha zaidi ambazo ni zaidi ya bunduki na upanga. Likaanza mando rika bakasia, wanaomba wanaozunguka ule mtaa kwa gharama za serikali. Baada ya muda, hali ya vibaka kwenye ule mtaa vikakata. Ghafla serikali ikagundua kumbe tuna maaskari wanaopaswa kuhudumiwa kwenye kila kitu. Ndiyo Mungu anataka kanisa lifikie huko. Serikali nasema hapa tumeshinda, tulishirikishe kanisa. Wanaona tunapeleka kwenye mtaa huu, vibaka wanabadilika, watoto wanabadilika, kila kitu kina change. Shetani anasalimu amri, maisha yanabadilika, watu wanatembea kwenye amani. Ndiyo picha ya kanisa la siku za mwisho ambalo Kristo anatengeneza. Chapie Bwana Yesu makofi. Hayo makofi yatoshi. Na ndio maana sasa utaelewa kwa nini nakwambia kwamba shetani na dini ni mtu na ndugu yake. Sasa hivi vitu havifundishwi. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Ukifika sehemu kuna badilika, vitu vina change. Sasa zingine hata haujafanya chochote, wanabakia tu miguu inafanya nini? Tunatemeka. Kwa nini? Kuna mwana wa Mungu amefika hapa. Na hiwe kwako kwa jina la Yesu. 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 Mafuta ya Roho Mtakatifu ya kufunike kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu kama moto zikae juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu kama moto zikae kwenye kinywa chako kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu kama moto zikae kwenye hatua zako kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu kama moto zikae ndani ya viungo vya mwili wako kwa jina la Yesu Kristo. Ile nguvu ya kubadilisha na kupindua iwe juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Wakamwone Kristo kupitia wewe. Wakaone Kristo kupitia wewe. Wakamwone Kristo kupitia wewe. Mifumo yote ya giza ikafumuliwe na uwepo wako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo utagundua ni rahisi kuona kama uko kwenye mtaa wanakuathiri ama unawaathiri. Wewe umekaa kwenye mtaa na wachawi hata wapigi kelele kweli? Manake ni moja, mko pamoja. Kila siku nasema tu mgongo. Wewe ni mtu wa kulalamika tu. Kwa nini wasianze kulalamika wao? Kama huyu ametukalia vibaya, huyu ametubana. Bibi mmoja siku moja mimi nafundisha masomo ya ufalme. Marunga ilikuwa hivyo. Niulize mimi nilianza kufanya ibada kule. Alafu kabibi kamoja kakaja kaenda kanishtaki kwenye siji kitongoji chao huko. Kanasema huyu baba huyu ametukalia vibaya. Eti kanasema eti ndio mashtaka hayo. Huyu baba ametukalia vibaya. Wakaja wakaniambia, siku moja wananiambia mchungaji vipi? Kaambia nini? Kuna kale kabibi kale kamesema umekalia vibaya, kameenda kushtaka. Sasa kale kanajua Kiswahili. Mimi nikasema tukanajua Kiswahili. Alafu nikaambia yule mchungaji mwenyewe ndio mwenye kanisa, nikaambia kama makini. Ukishaona vitu vimeanza kuumana hivyo, fahamu tayari vimeanza kusigana tayari. Siku nimefundisha niko kwenye piki fulani, nguvu za Mungu zinatembea, akatokeza kana kanga moja tu peupe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuanzia sasa naachilia mafuta ya kutofautishwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia mafuta ya kutofautishwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia mafuta ya kutofautishwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia mafuta ya kutofautishwa kwa jina la Yesu Kristo. Ukatengwe na wanadamu kwa jina la Yesu. Ukatengwe na mizimu kwa jina la Yesu. Ukatengwe na magonjwa kwa jina la Yesu. Ukatengwe na dunia kwa jina la Yesu. Ukatengwe na mila zao kwa jina la Yesu.
ukatengwe na taratibu zao kwa jina la Yesu, ukatengwe na madhaifu yao kwa jina la Yesu, ukatengwe na mipango yao kwa jina la Yesu. Kama Mungu alivyowatenga Israeli na Misri, akawatenge na nyie kwa damu ya Yesu dhidi ya wote waliokuwa na kutesa. Wacha kukawe na ukuta katikati ya nyie na wao kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mwambie mwenzako ni lazima uwe tofauti. Mnaweza mkazaliwa pamoja lakini sio pamoja. Lazima muwe tofauti. Lazima kwenye mtaa uonekane tofauti, kwenye kijiji uonekane tofauti, kwenye tarafa lazima vikao vikae kwa ajili yako. Hayo ndiyo mambo Kristo anataka, na atakufunulia mipango yote ilivyo, inavyofanyika. Utajua kumbe. Ila akupe tu hekima ya kuishi. Usije ukaanza kuwafungulia mambo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mmoja nilikuwa kazini. Kupita muda kidogo. Nilikuwa najiandaa kwenda kwenye ibada kijiji fulani, nikiwa mkoa fulani. Ile saa 9 nimeamka. Nilikuwa kazini, sasa nimejilaza hivi, baadaye nikaamka, nikasikia nguvu ya kuomba ndani. Nikaanza kutembea kwenye mitaa na kwenye ile kambi. Nikawa natembea huku nanena kwa lugha, natembea huku nanena kwa lugha. Sikujua, nilianzia mbali. Kumbe kuna mtu mmoja hiyo saa 8, saa 9 ameshaamka, kuna vitu anavifanya ambavyo havijakaa sawa. Kilichofanyika, nikamfikia karibu, afa akala kona, akaenda kajificha kwenye vibanda nyuma ya sehemu ya nyumba anayoishi. Na mimi naendelea kunena kwa lugha huku ninaangalia, najua kuna mtu hapa, lakini ni nani? Huyu ni nani? Sasa nilivyokuwa natembea, kumbe hatua zangu zinaongozwa kule alipo. Mimi sijui, nafikia labda anaongoza kule alipo, naenda nashangaa nena. Baadaye nikamuona akachomoka mbio kuingia ndani. Nilivyomulika hivi, yuko uchi wa mnyama. Alikuwa anazunguka na roga nyumba kambi. Alafu Mungu akasema, akanifundisha kwamba amenifundisha usiku. Mtima wangu umenifundisha usiku. Kuna vitu vinavyoendelea, lazima uwe na nguvu za kuathiri. Uwepo wako tu lazima uathiri. Usikae kizembe. Hilo sio kanisa Mungu analolitaka. Tuko sawa sawa? Mungu anataka kanisa ambalo linatembea kwenye mamlaka na utukufu mkubwa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo lazima ujue hivyo vitu ili upate kwenda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kabla ya Kristo kurudi, lazima kanisa lake litembee kwenye heshima, kwenye utukufu na kwenye nguvu kabla hajarudi. Sasa hebu jaribu kuangalia kanisa lilivyo na Tanzania. Jaribu kuangalia tu. Utasikitika. Yaani wanaacha vitu vya msingi ambavyo ndivyo wanabaki wananyoshana vidole wao kwa wao. Hata huyu anayesema anajua, ukimwangalia hajui anayopaswa kujua. Watakaa wanasema, hey, huyu anatumia hiki, anatumia kama wewe anatumia vibaya, wewe basi tuone unachotumia vizuri, tudhihirisha sasa. Si unasema wewe yuko wrong, wewe mwenyewe naye tuonyeshe hapa. Maana masuala ya ufalme yako kwenye nguvu, sio kwenye maneno. Tuko sawa sawa? Unakuta kanisa badala likae limtafute Mungu ili Mungu ajidhihirishe kwa watu wa dunia ambao wameenda mbali na yeye. Kanisa linabaki lalumbana kwenye TV, kwenye magazeti, kwenye mitandao, ni kusemana, ni kusutana. Tutafika saa ngapi? Tunachelewesha kazi ya Mungu. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ujue nini Mungu anataka na nini Mungu ameandaa kwa kanisa lake la siku za mwisho. Kanisa lake ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nataka nikuunganishe na sehemu moja tu ya kibebeo cha nguvu za Mungu. Kibebeo cha nguvu za Mungu. Hichi ni mwendelezo wa vile vibebeo vingine ambavyo
vinafuatana na vinafanya kazi pamoja. Nilianza kuzungumza kibebeo cha kwanza ni sehemu ya neno la Mungu. Sehemu ya neno la Mungu. Kama utafuatilia, nilifundisha juu ya neno la Mungu lilivyo na nguvu na uweza. Na leo nataka nizungumze kibebeo cha pili ambacho kitakusaidia ili upate kutembea katika nguvu za Mungu na ili upate kuunganishwa na mtandao wa nguvu za Mungu kupitia maombi. Maana yake Mungu anawaunganisha watu wake nguvu zake kupitia maombi. Kupitia maombi. Huyo wa keyboard ana yake nini? Mbona yuko wapi? Ama ameomba ruhusa? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kuunganishwa na nguvu za Mungu kupitia maombi. Kwa hiyo mtu anayetembea katika nguvu za Mungu ni anayetembea katika neno la Mungu. Unataka uone udhihirisho wa nguvu za Mungu? Zimefichwa kwenye neno. Nilifafanua, nilieleza. Lakini hapa sasa unataka unganishwe na mtandao wa nguvu za Mungu, ni kupitia maombi. Mimi sizungumzii maombi ya jumuiya ama prayer point zile ambazo dini nazo. Mimi sizungumzii huko. Mimi nazungumzia maombi ambayo yanatoka kwenye sehemu fulani nitakavyokuambia. Kile kitabu cha Zaburi 63. Zaburi 63. Ule mstari wa kwanza hadi wa 3. Zaburi 63 ule mstari wa kwanza hadi wa 2. Angalia anavyosema, e Mungu wangu. Anaanza e Mungu, akaweka koma. Alafu akasema Mungu wangu, akaweka koma. Nitakutafuta mapema, nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Kwa mstari huu tunaona kipindi ambacho Daudi alikuwa anapita mpaka anasema anamtafuta Mungu. Maanake alikuwa kwenye kipindi cha ukame na alikuwa kwenye kipindi cha kiu, ana uhitaji mkubwa. Sasa anasema atamtafuta Mungu mapema. Sasa tunamtafuta Mungu mapema, tunamtafuta kwa njia maombi. Mungu atafuti kwa njia kuprokeza hapa niko Igomero. Umeona Mungu huku? Anasema hayupo. Yeye ana sifa moja ya kuwepo mahali pote kwa mara moja, lakini sio mahali pote anajidhihirisha. Kwa hiyo anasema atamtafuta, yuko kwenye ukame, yuko kwenye uhitaji, yuko kwenye shauku, yuko kwenye mateso, yuko kwenye mahangaiko, anajikita mapema. Amtafute nani? Mungu. Ndiye anaanza Daudi. Alafu anasema ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu pako, nizione nguvu zako na utukufu wako. Kwa hiyo anachotafuta Daudi, kwa namna alivyoamua kumtafuta Mungu kwa njia ya kuomba, alikuwa anatafuta atoke kwenye changamoto alizokuwa nazo, lakini kiu ya Daudi ilikuwa ni kutafuta kuona udhihirisho wa nguvu za Mungu na utukufu wa nani? Wa Mungu.
Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Anachotamani azione nguvu, akijua nguvu zikija zitabadilisha. Anachotamani auone utukufu, akiamini utukufu ukija hali yake itabadilika. Anachotamani aone uwezo wa Mungu ukiingia kazini, akijua nguvu ya Mungu ikiingia kazini inabadilisha kila kitu. Kwa hiyo kupitia picha hiyo tunaona aliingia kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi ili azione nguvu na ili aone utukufu. Chapia Bwana Yesu makofi. Kile kitabu cha Yeremia sura 29. Yeremia sura 29. Yeremia sura 29. Ule mstari wa 13. Biblia inasema hivi. Yeremia 29 mstari wa 13 anasema hivi: nanyi mtanitafuta na kuniona. Huyu Daudi alijikita kumtafuta nani? Mungu mapema. Alafu Yeremia anatuambia siri hapa, namna ambavyo Mungu anasema tutamtafuta na kumuona, lakini ameeleza kitu pale katika kanuni ya kumtafuta. Anasema mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, sio nusu, moyo wetu wote. Kwa hiyo Yeremia 29 inatupa hakikisho ya kwamba tunapomtafuta Mungu tutamwona, lakini tumtafute kwa moyo wetu wote. Ukimtafuta Mungu na nguvu zake, ndio maana inasema mtakeni Bwana na nini? Na nguvu zake. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Inakuunganisha kumtafuta Mungu na nguvu, kuomba na nguvu, kuomba na nguvu, kuomba na nguvu, kuomba na utukufu, kuomba na ushindi, kuomba na mabadiliko ambayo unayataka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili nitembee katika nguvu za Mungu, ni lazima niamue kumtafuta Mungu kwa moyo wangu wote. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Sasa anaposema kwa moyo wako wote, anazungumzia eneo ambalo utafutaji unatokea. Haijasema tumtafute Mungu kwa makelele yote, inasema tumtafute Mungu kwa mioyo yetu yote. Maana yake anazungumzia inside, ndani ni kiu inayoumbwa kutokea ndani ya kumtafuta Mungu, ambayo haulazimishwi, ambaye haushurutishwi, ambaye hausukumwi. Wewe mwenyewe ndani ya moyo wako kunajengeka kiu ya kumtafuta Bwana. Sio utafute Mungu ili kusudi tu akutoe kwenye sehemu, lakini unatengeneza mazingira ya Mungu kujifunua kupitia nguvu zake. Kuna uhusiano ya connection ya maombi na nguvu. Tuko sawa? Tuko sawa? Maombi yanayovuta nguvu za Mungu na udhihirisho wake ni maombi yanayotoka moyoni. Ni maombi yenye chanzo ndani ya moyo wako. Naweza nikakulazimisha uombe, lakini moyoni hauko tayari kuomba. Naweza kupangia ratiba ya kuomba, lakini bado huna ratiba ya kuomba. Huwezi ukaziona nguvu. Tunatafuta watu wenye utayari, watu wenye hiari, watakao mtafuta Mungu, ambao ndani ya kumtafuta kutoka ndani ya mioyo yao wanaunganishwa na nguvu za Mungu za kujidhihirisha kwenye maisha yao. Mungu hajibu maombi ya mdomoni.
Biblia inasema watu wao wananikiri kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao iko mbali. Mungu anataka mtu anayemtafuta kutoka ndani, shauku inayojengwa kutokea ndani, hitaji linalomtafuta Mungu kutokea ndani. Hayo ndio maombi Mungu anahusika nayo. Mengine utamsema Mungu, Mungu nakushukuru, Mungu nakushukuru, wewe ni mwema na mwaminifu. Mtoto anacheza kule, pumbavu. Umeshamtukana mtoto, haijakaa sawa, umechukua simu, umeanza kuchati. Hayo sio maombi yanayotoka ndani ya moyo. Hayo sio maombi. Maombi yanayotoka ndani ya moyo zingine hata hayaonekani kwa jinsi ya nje. Unamwona mtu tu mwenye machozi yanamtoka. Unaona mtu peke yake ni kama anataka kupaa, anataka kuruka. Sio maombi ya makelele na makelele. Leo niliomba Bwana, leo niliomba Bwana. Nini? Nimepiga faya kuanzia asubuhi. Hayo Mungu hahusiki nayo. Mungu anahusika na maombi yanayotoka wapi? Ndani ya moyo. Unaweza ukaomba kwa sauti, wale ni gudi, lakini unaweza ukaomba hata masaa 3 4, wala hakuna anayesikia, wa jirani wala mke wala mume wala watoto. Huko tu ndani ya moyo, wanashangaa kuangalia, waona kuna mtikisiko. Hayo ndio maombi yanayotoka ndani, ambayo yanaunganishwa na nguvu ya nani? Nilikuwa na mshauri dada mmoja kutoka nchi ya Kagame. Ni wapi hiyo? Rwanda. Anaambia, baba, mimi nimeamua nende nikaombe kule porini. Nikamwambia, uombe porini? Hauna nyumba ya kukaa? Akasema, ninayo. Kwa nini auombe nyumbani? Nikija kuomba anatumia sauti, watu wanakuja na kusanyika. Kaje bado ni mtoto. Unaweza ukaomba wala hakuna anayesikia unaomba, wala ni huku ndani kwa ndani, kama mafuriko yanayopita ndani. Unaomba mpaka mtaa mzima unajua kama unaomba. Okay, ukiombea mahitaji yako ya siri, sio utajua kabisa unaombea. Baba, angalia ile nguo imechanika. Uweza mkuu, uweza mkuu amenipa Bwana Yesu, akafa ili niishi. Uweza mkuu amenipa, uweza mkuu, uweza mkuu amenipa Bwana Yesu, akafa ili niishi. Uweza mkuu amenipa. Maombi yasiyogusa moyo kwa Mungu ni unafiki. Chochote kisichogusa moyo, hicho unachokifanya hakigusi moyo, hakijatoka ndani ya moyo, Mungu ajibu. Nilishangaa wakati tunafundishwa somo la ujasiriamali, tuko kwenye chuo. Nishangaa wanasema kanuni za kufanya biashara, alafu wanasema fanya biashara ya moyo wako. Biashara ya moyo? Unajua biashara ya moyo wako, nilishangaa walimu wanaipata wapi kanuni hii? Biashara ya moyo maana yake hulazimishwi, hushurutishwi. Inatoka ndani ya moyo wako. Na maombi yanayotoka ndani ya moyo ni maombi yanayogusa mbingu, na mbingu inamuunganisha na nguvu zake. Chapie Bwana Yesu.